Na ni wakati mwingine tena ndani ya Sport Zone, ndani ya Focus Media. Mimi ni HM Alika, sauti ya madini, nikiendelea kukupa kile ambacho tumekuandalia siku ya leo. Na kubwa zaidi ni mashindano ya AFCON, ambapo leo hii Taifa Stars kutokea kanda nambari 5 barani Afrika. Hii ni ukanda wa Sekafa dhidi ya Morocco kutokea ukanda wa UNAF, akipiga pale Morocco dhidi katika mchezo huu mgumu kweli kweli. Tupo na wachambuzi mbalimbali hapa, nikiwa na Masas Finest, Kandulu, Alex pamoja na Lasoi Junior. Wapo hapo kwa ajili ya kutupa kile ambacho amekiandaa kwa ajili yako mpenzi mtazamaji wa Focus Media. Tukianza na Masas Finest, tukaangalie mchezo. Morocco wanaonekana kwamba wamepania kweli kweli katika mashindano haya. Unahisi pressure kubwa itakuwepo kwa Morocco dhidi ya Taifa Stars? Unahisi Morocco ataingia na plani aina gani kumkabili Taifa Stars, ikiwa Morocco akiwa ana tamaa kweli kweli ya kutaka kupita katika hatua inayofuata? Kwanza kabisa ni kweli kabisa Morocco ndo ana pressure zaidi kuliko Taifa Stars. Ikumbuke kwamba Morocco ni bingwa mara moja kama sikosei kwenye michuano ya African Cup of Nations. Kwa hiyo anataka kutengeneza historia. Kitu kingine ambacho kitambeba ni kwa nyumbani kwake, na tumeshuhudia miongoni mwa watu ambao waliandaa mashindano walitoa wakiwa nyumbani kwao, akiwemo bingwa mara 7 Egypt. Imeonekana akifanya vizuri sana ikiwa mashindano yakiwa nyumbani kwake. Kwa hiyo Taifa Stars anaingia kwenye mchezo akiandamwa na pressure ambazo Morocco zinamkabili. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya maandalizi na nature ya timu ambayo anakwenda kukutana nayo. Unahisi Taifa Stars anakwenda vipi kumkabili Morocco ambaye anakuja akiwa na pressure kubwa ya kuitaka mechi kwa ujumla? Kitu cha kwanza, mwalimu lazima aingie na discipline. Lakini akizingatia discipline, lazima aingie na falsafa ya kukaba. Uwezo ukaingia na mbinu ya kushambulia wakati opponent wako yeye ana sifa ya kushambulia zaidi. Kwa hiyo kitu cha kwanza hapo Taifa Stars ambacho kinatakiwa kizingatiwe ni discipline, lakini ni nidhamu ya ukabaji. Wakifanya hivyo nafikiri tunaweza kufanya kitu chochote tukafanikiwa. Huyo ni Masas Finance akieleza namna ambavyo mchezo wa Taifa Stars unakwenda kwa. Lakini nirudi kwako Kandulu Junior, ukitueleza unahisi mwalimu Igor Gamondi leo aje na mbinu gani dhidi ya kumkabili mpinzani ambaye amejiandaa effectively kuhitaji matokeo ndani ya dakika 90? Kwanza miongoni mwa walimu ambao wanafanya vizuri kwa sasa ni mwalimu Miguel Gamondi kwa hapa Tanzania. Kwa hiyo kwa leo, mechi ya leo dhidi ya Morocco, maana yake anatakiwa tu aje na mbinu ya kumheshimu Morocco, kwamba Morocco ni opponent mkubwa na wachezaji tu wakawaelekeza wakacheze kwa kupishana. Maana yake wamwache Morocco aposesi mpira wakati anashambulia, walinde wao, wakipata mpira waposesi mpira wakashambulie. Vipi ukiwacha Morocco wamiliki mpira? Haiwezi ikawa ni tatizo kwako, kwa sababu Morocco wana watu ambao wanaweza kukuforce, yani kufanya makosa. Yani ukiwacha Morocco wamiliki mpira, una maana unakaribisha mashambulizi kwako. Hawezi kwamba hili linaweza nikawa tatizo kwa Taifa Stars? Ninapozungumzia kumiliki mpira, wamiliki mpira kwenye zoni yao, wasimiliki mpira kwenye zoni yako. Sasa namna gani ya kumfanya Morocco amiliki mpira kwenye zoni yake? Kwa sababu tukiangalia falsafa ya Morocco bwana, wao wanachokitaka wanakufungua, wanakuforce ufunguke. Sasa wewe utawazuiaje Morocco asifike kwenye zoni yako? Ninachokimaanisha ni kwamba anatakiwa wawe na viungo wakabaji wazuri ambao wana uwezo kupokonya mpira kwa wakati, lakini wakipata mpira wawe na kasi. Manake kuna wakati Tanzania lazima wacheze kwenye zoni ya Morocco. Pale katikati unamweka kiungo gani ambaye anaweza kufanya hiyo kazi kwa undani, yani kwa ufasaha kabisa? Katikati pale Taifa Stars hawezi kukata hayo mashambulizi ya Morocco. Yupo Yusuf Kagoma, ingawaje hajapewa nafasi chepuo kwenye hii tournament, lakini mechi ya leo anaweza akaisurprise nchi. Kwa hiyo leo Yusuf Kagoma anaweza kawa ni chaguo sahihi kwa mwalimu. Yeah, of course. Bana, huyo ni Kandulu akiwa anaeleza kwake ambao ameyapanga dhidi ya Taifa Stars. Lakini rudi kwako Lasoi Junior. Unahisi mwalimu Walid Regragui, mwalimu huyu wa timu ya taifa ya Morocco, Simba hawa Atlas, unahisi leo anakuja na mbinu gani kwenda kumkabili Taifa Stars ili kuweza kumaliza mechi hii mapema kabisa? Mwalimu wa Morocco bana, mbinu ambayo pekee ambayo atakuja nao dhidi ya kukabiliana na Stars, hamna mbinu nyingine. Yaani ukilinganisha na kwamba wapo nyumbani, mechi ni ya kwao, wana mashabiki, support ya mashabiki, serikali, nchi kwa ujumla, plani yao kubwa watakuja kuataka. Kwa hiyo je, Stars tuje na mpango gani wa kuhakikisha tunazuia mashambulizi ya Morocco? Kwa hiyo natarajia mwalimu ili kidogo apunguze mashambulizi ya Morocco kwenye eneo letu sisi hapa. Mimi ningeomba mwalimu aingie na holding wawili ambao wana sifa pia za kuwa box to box midfielder. Hapo namzungumzia Novatus Dismas pamoja na Mabula Alphonse Mabula, ambao wale wamesha prove kidogo kwenye mechi hizi za hatua ya makundi ambazo zilikuwa na ushindani mkubwa. Kwa hiyo mwalimu akiingia na holding wawili, manake atawaforce Morocco kupiga back pass nyingi, kwa sababu
eneo la mbele itakuwa lina space za kupiga pasi kwenye mashimo, huku mwalimu akiwa ameingia na back 3 eneo la nyuma, huku Mohamed Hussein pamoja na Haji Mnoga kwa kutokea pembeni. Manake kupitia kikosi kilichopita kile dhidi ya Tunisia, unahisi kutakuwa na mabadiliko gani katika maeneo fulani ya kiwanja? Mfano ukizungumzia katika backline ya Taifa Stars, lakini katika eneo la katikati, lakini kule mbele unahisi tutarajia mabadiliko gani, ama mwalimu atakuja na kikosi kile kilichocheza dhidi ya Tunisia? Mimi mabadiliko nayaona, ila eneo moja tu la goalkeeping, ambapo alikuwa mechi iliyopita cheza Masalanga, lakini leo na mimi natarajie arejee Zuberi Foba. Otherwise labda kama Foba siku ile hakucheza kwa sababu nyinginezo, labda kama injury au whatever ambazo sisi hatuzifahamu, lakini kama Foba yuko kwenye bora wake dhidi ya Hussein Masalanga, kwa kwangu mimi leo naomba Masalanga aanze. Lakini kwingine kote kuanzia eneo la backline paka strikers kule mbele, naomba mwalimu aingie na mfumo ule na wachezaji wale. Nadhani kabisa wanaitosha kabisa kupambana na Morocco pale nyumbani, japokuwa ni ngumu. Okay, turudi kwako Alex. Unahisi Taifa Stars ukiangalia mechi walizocheza, mechi ya kwanza kabisa walicheza na Nigeria, lakini mechi nyingine wakacheza na Tunisia, lakini mechi nyingine wanakwenda kucheza na Morocco. Unahisi kwamba kutokana na trend ya mechi hizo walivyoenda kucheza michezo hiyo mbalimbali ya makundi, unahisi leo kuna kitu gani kinakwenda kutokea dhidi ya Morocco? Kwa sababu umeona kwamba wakicheza katika michezo mingi kwa kujiamini, leo pressure itakuwa namna gani, ama wataingia kwa kujiamini kwa kiasi gani katika mchezo huu leo? Kwa mechi ya leo kwanza hii tutambue kabisa hii ni knockout stage. Yes. Kwamba ukipigwa umetoka. Tukiangalia kabisa ni hawa ni Morocco wenyeji wa mashindano. Kwa upande wa mechi ya leo mimi ninavyoiona, kwanza kabisa tunaonekana Tanzania ni moja kati ya timu ambazo tunaenda kwa sababu ya Morocco kuhamisha mafanikio ya Morocco kwenda kutoa ubingwa huu. Kwa hiyo ni kitu ambacho Morocco hawakitarajia na wakifikiria kwamba Tanzania inaweza kutuzuia sisi. Kwa hiyo tunaenda kukutana na mchezo mgumu sana kiufundi, kwa sababu Morocco wachezaji walikopo nao ni wachezaji ambao ni experienced sana na wana uzoefu sana katika mashindano haya. Kwa upande wa leo mimi kwa ushauri wangu mimi kama Mtanzania na kama mtu ambaye anahitaji matokeo kweli tupate ushindi katika mechi ya leo, naomba tu kocha Miguel Gamondi aanze na kikosi kilichoanza katika mechi dhidi ya Tunisia. Ni kikosi ambacho ni bora. Tukiondoa tu kama mwenzangu alivyosema hapa, eneo la goalkeeping kidogo ndo kama akianza Zuberi Foba kama ipo vizuri, itakuwa ni swala zuri sana katika mechi ya leo. Kwa hiyo kwa tathmini hiyo katika kikosi ambacho kimeanza dhidi ya Tunisia, mabadiliko tutarajia katika eneo la goalkeeping? Yeah, of course. Mabadiliko mengine kama yakitokea basi we ni katikati ya mchezo, labda ampunguze mtu kama Bwana Samata kama akiwa maanisha kuchoka, amweke mtu kama Kibu Denis vile, kwa sababu Kibu Denis ana karibu ya kukaba pia vile, au aanze Talki instead of Msuva, whatever the case, lakini wachezaji ambao kama wanafanana kwa baadhi ya mashabiki wa Tanzania walionekana kuto kupendezwa na hali ambayo mwalimu Miguel Gamondi alimweka nje ya Tariq Al Rahia katika mchezo uliopita, na watu wengi wakidai aweze kuingia katika mchezo huo. Unahisi leo anaweza akawa ni option sahihi kwa mwalimu katika mchezo huu leo dhidi ya Morocco? Ukiangalia mechi iliyopita ni kwa nini Tariq ya kwanza, unagundua kabisa kwamba Tariq alianza katika mechi ya kwanza ambao Faisal Salum hakuwepo. Na hatuna playmaker mwingine zaidi ya Faisal Salum kwa upande wa namba 10 kwa timu ya taifa Tanzania. Ukiangalia wachezaji wote wengine wana karibu ya kukaba sana, ila sanaa ya kupenyeza pasi za mwisho, yani ninamaanisha namba 10. Faisal Salum ni namba 10 mzuri. Kwa hiyo mechi iliyoisha Tariq ya kwanza, kwa sababu akiangalia viungo walikuwa wameanza kwa mechi ile, ni viungo ambao walikuwa na karibu sana ya kukaba. Tariq pia ni winga ambaye anacheza sana pembeni na ingia sana katika. Lakini Faisal mechi ile alikuwa na kadi ya njano ambayo alipata, kwa hiyo ilimzuia kuingia katika mchezo. Lakini anarudi kwako Laswai Junior. Unahisi hamasa ambazo zinawekwa na serikali, lakini wadau mbalimbali wa michezo, unahisi inakwenda kuongeza yani ile motivation gani kwa wachezaji na kuelekea kwenye mchezo huu leo? So far hamasa ambayo imewekwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaenda kuongeza hamasa kubwa sana, kwa sababu kwenye mechi zilizopita bana, serikali kupitia mwakilishi wake Mheshimiwa Naibu Waziri Paul Makonda, yes, bana wachezaji wamevuna kiasi cha milioni 500 za Kitanzania kwa kitendo cha kufuzu kwenda 16 bora. Na baada ya hapo Mheshimiwa Naibu Waziri alipompigia simu Waziri Mkuu, Waziri Mkuu alisema kuna fungu kubwa ambalo Mheshimiwa Rais ameliandaa, lakini hatomtuma mwakilishi. Kama tutamfunga Morocco leo, maana yake hiyo statement itakuja kutoa rais peke yake. Kwa hiyo nadhani hamasa zile pale kidogo kwa namna zinavyo-boost wachezaji. Unaona kwamba wachezaji wanapambania kitu fulani, wanapambania taifa, nje ya taifa pia ile fedha kidogo inawapa motisha fulani na kuzidi kuwa na fighting spirit kubwa. Nje kwa Tanzania wazalendo, lakini pia kuna ile hamasa. Unajua mtu bana akishakwenda kitu fulani, ukifanya kitu fulani bana nitakupa kitu fulani kidogo, unakuwa ile fighting spirit. Ngoja nipambane, lakini kumbuka nikifanikiwa nitapata kitu fulani. Kwa hiyo kama wanapambania taifa na fedha. Kanduru, kwa kumalizia kabisa, unampa asilimia ngapi Taifa Stars kwenye mchezo huu leo?
Mimi kama mchambuzi, kama mdau wa soka na raia ambaye ni mzalendo pia, ninampa asilimia 30 Taifa Stars kushinda na Morocco namba 70 kutokana na mazingira ya mechi ya leo. Kandolo anampa asilimia 30 Taifa Stars. Lakini tupate kikosi, kila mchambuzi wetu hapa leo atapata nafasi ya kutupangia kikosi chake kuelekea mchezo huu leo. Tukianza na Masas Finance, ni kipi kikosi chako leo kuelekea katika mchezo wa Morocco dhidi ya Taifa Stars? Kikosi namba 1 nafikiri anze Zuberi Foba, namba 2 option ni Shomari Kapombe, namba 3 acheze Mohamed Hussein, namba 4 awe ni Baka, namba 5 amalize Mwamnyeto, namba 6 Novatus Dismas Miloshi, namba 7 atatubukia Simon Epigodi Msuva, namba 8 kama kawaida atacheza Alphonse Mabula, namba 9 bwana Ali Samata, namba 11 atamaliza bwana Faisal Salum Toto. Tuende kwa Kandolo, kikosi chako ni kipi ambacho wewe ungepewa ukupe viatu vya Miguel Gamondi, leo ungeanza na nani leo? Starting lineup ya Kandolo kwenye mechi ya leo, namba 1 kama kawaida Zuberi Foba, namba 2 Shomari Kapombe, namba 3 Shabalala Zimbwe, namba 4 atacheza Job, namba 5 Mwamnyeto. Baka namwacha kutokana na ile mistake ya juzi. Namba 6 atacheza Yusuf Kagoma. Namba 7 atacheza huyu mchezaji, atacheza Simon Msuva kwa sababu ana kasi sana ya kutengeneza mashambulizi. Namba 8 atacheza kama kawaida nani huyu? Mabula ana speedi na ana nguvu. Namba 9 atacheza Simon Msuva, namba 10 atacheza Vesali, 11 atamaliza Samata. Waswai Junior, nawe tupate kikosi chako kidogo, maana unakuwa unasubiria kwa hamu sana nafasi hii. Nataka kikosi chako sasa. Kikosi mimi kama Mtanzania na mzalendo, kikosi changu bana leo formation ingekuwa ni 3-5-3. Yaani kwa maana ya 353. Kule nyuma beki wa kulia angekuwa na Kabia Dickson Job, kushoto angekuwa na Kabia Ibrahim Baka, kulia Eli Kapitano Bakari Nondo Mwamnyeto. Mawing back bana angekuwa anatokea Haji Mnoga upande wa kulia kwa sababu damu mbichi, ana kasi, na mechi ya Morocco bana leo inahitaji watu wenye nguvu kukimbizana na nani na Morocco. Upande wa kushoto kule Mohamed Hussein Shabalala, experience kubwa, composure hali ya juu. Namba 6 holding wawili ambao pia wana sifa kucheza kama box to box midfielder. Alphonse Mabula pamoja na nani na Novatus Dismas ambao wamesha prove kabisa. Kule juu ni bwana Alisamata, Msuva pamoja na Faila Sofi. Huyo ni Lasoi Junior. Tumalizie na Alex pale kwa mchachi kidogo. Kwangu mimi kosi ya timu taifa Tanzania, Zuberi Foba golini, Haji Mnoga pembeni, na maanisha nafasi ya kulia namba 2, namba 3 Mohamed Hussein. Katikati pale wacheza mabeki watatu wana asili ya kucheza katikati, na maanisha Jobu, Mwamnyeto pamoja na Ibrahim Baka. Hapo katikati mbele yake wataka Mabula kama kawaida na Miroshi. Mbele juu yao kidogo na Faisal, afu namba 9 anakuwa Samata, kulia Suva. Bwana mpenzi mtazamaji wa Focus Media, naamini umeenjoy kabisa kupitia wachambuzi wetu hawa wakikupangia kikosi cha Taifa Stars. Lakini kwa kumalizia kabisa turudi kwake Lasoi Junior. Wala dakika moja kwa